Isaya 54:17, ule urithi wa watumishi wake, anasema ni urithi wa watumishi wake. Kila silaha itafanyika, haitafanikiwa. Ule urithi ni kwa wale waliosimama katika Mungu, ni kwa wale wanaosikiliza sauti ya Mungu na kutenda mapenzi ya Mungu. Sikiliza, usije ukajivunia silaha ya jirani. Usije ukaingia silaha ya jirani. Maana yake nini? Kama hauna Mungu, kama haukai kwenye misingi ya Mungu, usije ukajifariji na maandiko ya Mungu, hayatakusaidia. Yaani kisoma maandiko, tumia neno la Mungu ukijua wewe ni wa Mungu. Wana wa Sewa wanaenda kutoa pepo, wanasema kwa jina la yule anayetamkwa na fulani. Pepo liliwapiga likawavulisha nguo, kwa sababu walienda kwa jina. Sikiliza, inanionyesha kwamba wakati mwingine jina la Yesu halikusaidii kama Yesu hayumo ndani yako. Si kama unanielewa? Unajua kuna watu wanatamba tuna jina la Yesu, jina la Yesu. Sikiliza, jina la Yesu bila Yesu ni kazi bure. Wana wa Sewa walitamka, hata wanafunzi wa Yesu jina la Yesu walitamka. Tena wao Yesu anakaa naye, wameenda kutoa pepo, pepo alikutoka. Alafu yule mgonjwa analetwa kwa Yesu. Yesu anagusa mtu, anafunguliwa. Wakamuuliza, Bwana, imewezekanaje? Mbona sisi tumefanya haijawezekana? Akawaambia, kwa namna hii tu haiwezekani, ila kwa kufunga na kuomba. Kufunga na kuomba ni kukaa karibu na Mungu. Maana yake ukikaa karibu na Mungu, ndizo zile ahadi tatimia. Nimewapa mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Maana yake ni wale walio wa Mungu. Amen. Wewe kalitukane lichawi sasa, kwa sababu umeambiwa umepewa mamlaka uje uone. Unajua kuna kipindi mimi nilipoanza kuhubiri msibani,